utakutana tunaye wakati utakuwa in the right place. Hebu fikiria kama Bartimayo alikuwa ametoka Jericho akaenda katika tauni nyingine kwenye amepata pesa, because tunaambiwa he was there begging, lakini alikuwa in the right place. So wewe baraka yako iko hapo, lako tu ni kuwa in the right place. And being in the right place, lazima utasikia na lazima utaona, kwa sababu hata siku ya leo hakuna mtu ataniambia anafanya dhambi kama anajui, anakuwa amechoka na hivi barabara inapita hivi, naweza nipatane na mambo fulani. Lakini kwa sababu wewe ukijua ni kwa in the right place, unajua mimi mali watu wanafanya kazi, kuna wakati unaweza anguka ukute umeambiwa let's meet by 6:50 na huko na 6:45 na hujatoka. Sio watu hivi sasa. Sasa ukifika kwa gate, jambo la kwanza ni upime temperature, watu wako wapi? Ndio usipatikane wao place, si kweli? Kwa hiyo wewe baraka yako kuliwa kwako, kupona kwako, kwa sababu tunaona ya kwamba tutaendelea kuona ya kwamba kukaa kwa Bartimayo hapa Jericho hapo kando ya barabara ya Jericho kulimletea nini? La pili tunasoma ya kwamba don't rely on depend on people around you. Usitumainie sana wale wako karibu na wewe, sababu kuna vile wanaweza kuzuia kupata baraka yako. Tunaona ya kwamba katika verse 48 inasema many rebuked him and told him to be quiet. Hao tu zinao wale watu wanamzunguka, zinao walikuwa wanajua kwa hapa, wale walikuwa wanajua tusimkanyange na usikanyange huku, lakini wanamwambia wewe nyamaza. Lakini tunasikia but he shouted all the more. Kwa hiyo don't rely on people around you, they may hinder your blessing. Rely on God. Utumainie tu Mungu, kwa sababu kama yeye anaendelea kumuita, pengine angepata mtiza wake, kwa sababu akamwambia nyamaza. Sitafikiria ni Yesu alimwambia unyamaze, kwa sababu yeye haoni kabisa, yeye haoni, lakini alisikia ya kwamba Yesu anarudi amani anapitia. So hawa wanamwambia nyamaze, na that is the same way. Na even in this world kuna watu wataona unaenda kuendelea na wakwambie wacha, usifanye hiyo, hiyo utaweza. Hata kuna mtu anaweza kumwambia anataka kukwaza kufanya hivi, amwambie unajua kuna fulani nilianza hiyo na hakuweza. Wewe usijipende hao, uliza Mungu, is this your idea? Na wakati utauliza Mungu na atakupea direction. Na sasa tunasoma ya kwamba take a step, no matter how simple it may look, just take a step. Yaani uchukue tu hatua, hata kama inaonekana ikiwa tu hivi. Anaendelea. Jesus, Son of David, have mercy on me. Nyamaza. Jesus, kwa sababu tunaambiwa vile alikuwa anamwambia nyamaza, yeye anaongeza sauti. Kwa hivyo yeye alichukua hiyo hatua ya kuendelea kumwitia Yesu. Na wakati aliendelea kumwitia Yesu, la tunasoma let God back your step. Wacha Mungu akaweza sasa let God back your step. Wacha yaani kama encourage kwa step, yaani yaani wacha Mungu achukulie kutoka kwa hiyo hatua yako. So tunaona ya kwamba Jesus is the one who had katika verse 47
mimi sijui ni nini hiyo unaona msaada. Tuliona ya kwamba wakati Zakayo alipanda mti, Yesu alikuja akasimama. Na hapa pia tunaona ya kwamba ati Yesu alipofika pale akasikia ya kwamba kuna mtu anamuita, akasimama. Na wakati alisimama, hakusimama tu, alisimama na akamuita. Na tunaona katika hii kusimama, it's not the first time. Jesus just needs you to take a step. Yesu anataka tu wewe uchukue hatua. Tunaona yule mwanamke ambaye alikuwa na issue ya ulimi. Wakati alienda akagusa vazi lake, Yesu alisimama, angalia ni nani huyo. Tunakutana na kwamba Yesu in the same chapter. Wakati Yesu anakuwa na Jairus, ati waende ndio wanakutana na mtu alisimama. Kwa hiyo ni situation gani katika hii maisha Yesu alisimama kwa sababu yako? Ni sisi ambao we limit ourselves, we don't take a step. And taking a step is talking to God. Ambia Mungu, hitaji langu ni nini katika maombi. Na hadi kumwambia maombi, si lazima uanze na maombi ya wana like dakika 5, knowing that you are talking to your Father is taking a step. Haya, jambo lingine tunaona, be willing to drop any garment you are carrying. Ya kwamba uwe tayari kuangusha hilo vazi ambalo umebeba. Tunaona ya kwamba ati wakati Yesu alimuita, verse 50 inasema, verse 49 inasema, Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man. Cheer up, on your feet, he's calling you. Verse 50 inasema, throwing his cloak aside, he jumped on his feet and came to Jesus. Kwa hivyo katika kila huyu mtu alikuwa amebeba vazi. Kumbe hili vazi lilikuwa tu mzito sana, na lilikuwa lile vazi alikuwa anajifunika nalo. Ndio kila mtu akipita hapo anajua hapo kuna mtu. Pengine ilikuwa so attractive, very very attractive hiyo vazi, ya kwamba haungepita. Unajua kuna vile unaweza ona wakati unaingia na ukikuja town, wakati uko pete ile roundabout pale gate house, zinakuwa notice. Na hata ukipita hivi ukute kuna mahali kulikuwa na nyumba, ukute iko pete, si unaiangalia na utakuwa ukirelate. I remember wakati mimi nilikuwa nina grow, mimi niliishi kuuliza watu hiyo pembe mbili ni wapi? Hiyo pembe mbili. Ati siku moja nilienda nikaonyesha hizo pembe mbili. Sasa hizo pembe mbili hata zikitolewa hapo, bado hapo patakuwa tu associated na pembe mbili kwa sababu zimekaa hapo kwa muda. Kwa hiyo huyu mtu kuna vazi alikuwa amejibebea. Na hili vazi lilikuwa pekee amejifunika nalo, ama pekee vazi ndio watu walikuwa wanakuja pesa. Lakini tunaona ati wakati aliitwa na Yesu, hatuwapili ameambiwa angushe. Lakini anasema naomba kwa sasa tusome verse 50 kwa Kiswahili. Mstari wa 50 unasema, akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Akatupa vazi lake. Kwa hiyo alikuwa na wenyewe. Maybe hapo kando kulikuwa na mtu kiwete.
you have chosen, you have been willing to drop that garment, utaenda kwa Yesu, utaweza kukimbia. Kuna vazi zingine huwa tunajiwekea na tunashindwa kwenda kwa Yesu, kwa sababu tunaambiwa ati throwing his cloak, he jumped to his feet and came to Jesus. Kumaanisha ya kwamba hili vazi lilikuwa linazuia asiende. Na hili vazi unaweza kuona mambo mengi ambalo ndio vazi la siku ya leo. Kuna vile, kuna vazi la deni, kuna vazi la kudharauliwa, kuna vazi la kuchukiwa, kuna vazi, kuna kitu ambacho umekivaa ambacho kinatuma hauwezi kuendelea mbele. Lakini siku ya leo neno la Bwana linasema ya kwamba wakati alipoliangusha alisimama. Kwa hivyo hata wewe, ni wewe mwenyewe, ni chaguo lako. Na ndiposa tumesema you take a step. Na ni wewe utachukua hatua. Maana hata wakati Mungu aliumba ulimwengu, si kweli aliumba, lakini pia akapea Adam achukue hatua ya kudeni the things zenye ziko. Kama ni wanyama, yeye alimpea. Na hili vazi ndio tunaona ya kwamba huyu mtu amejiwekea. Na hili vazi hakuna mtu ajuaye na vazi lake. Kuna mtu ana vazi la uongo, kuna mtu ana vazi la kutojiamini. Kwa sababu unajua hata kutojiamini ni vazi ya kwamba I cannot amount to anything. Mimi siwezi kufanya kitu, mimi siwezi. Na hilo vazi umejiwekea, na umejiwekea kwa maneno. Ukiongea na watu kama siwezi, fanya hivi, sioni kama naweza. Jaribu, mimi siwezi. Lakini wewe peke yako, you are the only person that can take a step and throw it down. Na wakati utaitupa chini, na yeye utaweza kuamka na uende kwa Yesu. Na hii ndio mambo, prayerlessness ni vazi. Kutosoma neno ni vazi, wewe umejiwekea. Na kwamba mimi nikisoma neno huwa sielewi. Mimi asikia tukiambiwa tusome Bible, mimi hata nisoma sielewi. Ni wewe ulijiwekea hiyo vazi. Ni wewe tu, lakini hakuna siku unasomewa neno unaelewa. Kwa nini unasomewa unaelewa? Ni kwa sababu wewe lile vazi umevaa, ni wewe umejiwekea. Kwa hivyo asubuhi ya leo, we take away that garment. Wewe utauliza, ni garment gani hii nimejiwekea? Ni vazi gani hii nimejiwekea? Ninaomba ukaweza kunisaidia, nikaweza kutupa. Jambo lingine tunaona ya kwamba that we always have faith in God. Kwa sababu hapo next verse 15 inasema wakati Yesu aliulizwa unataka nini? Wakati Yesu ameuliza Bartimayo unataka nini? Akasema nataka kuona. Akaambiwa your faith has healed you. Kumaanisha ni imani yako. Si ya Yesu yako. Is what we account. That you always have faith in God. Kuwa na tumaini ndani ya Mungu. Tunaona hata Abrahamu ndio aliitwa the man of faith. Ni yeye aliamini Mungu. Si Mungu aliamini Abrahamu. Ni Abrahamu alichagua kumwamini Mungu. Je, asubuhi ya leo unaweza kuamini Mungu? Yaani imani yako kwa Mungu imefika wapi? Wakati challenges zimekusikia, je, bado unamwamini Mungu? Sababu tunaona hata Jairus wakati anakuja anaambiwa ni imani yake ilituma mtoto wake apone. Tunaona ya kwamba alikuwa jeshi ambaye alienda akaambia kuna mmoja wa wafanyikazi wangu mgonjwa. Lakini inasemekana ya kwamba ni imani yake. Wakati aliambia Yesu tuma tu neno, alikuwa anamwambia tume neno kama amini. Si alikuwa anamwambia tuma neno kwa sababu ako na enough faith. Kwa hivyo siku ya leo let
kwa haraka, kwa sababu uponyaji ni mkate wa wanawake, kubarikiwa ni mkate kwetu ambao tunaoamini. Lakini kuna mtu ambaye ako limited kwa sababu ya kutokuwa na imani. Na jambo lingine tunaona ya kwamba that be ready to follow Christ. Baada ya haya mambo yote, tunaambiwa jambo la mwisho ambalo tunaambiwa, immediately received his sight. Baada ya kupokea kuona, he followed Jesus. Sasa wewe ukuwe tu tayari ya kwamba nimeangusha hii vazi, niko na imani na Yesu. Hata kama nimewekwa kando ya barabara, hata kama nimewekwa hapa mahali ambapo kila mtu anaona sistahili, mimi nimechukua hatua ya kujiamini. Nimechukua hatua ya kuamini ya kwamba God is able. Na tunaona ya kwamba Bartimayo, he followed Jesus after receiving sight. Maana akiwa kipofu hangeweza kufuata Yesu, lakini wakati amepokea kuona kwake aliweza kufuata Kristo. Kwa hiyo siku ya leo tukajiamini ya kwamba whatever limitations tumekuwa nayo, na ingine ni limitation yetu sisi, ndiposa tunaambiwa ya kwamba yeye akathrow away, yeye alitupa. Na katika hiyo story ambayo tulisoma katika second, tulisoma kuhusu yule mwanamke ambaye alienda kwa prophet Elisha, akamwambia ya kwamba mume wangu ambaye alikuwa one of your sons amekufa. Lakini alikufa akiwa deni, alikufa akiwa na deni ya mtu, na wadeni wake wanataka kuuza wana wangu. Na tunaona ya kwamba that this woman chose the right place to go. Alichagua mahali pazuri pa kwenda. Maana kuna wengine wangechagua anywhere, si kweli? Wangeenda kusema acha ndio tutajaribu prophet mwingine tumesikia. Lakini huyu mama alichagua the right place to go, na akaenda kwa his father ambaye alikuwa prophet Elisha. Na tunaona ya kwamba the people that were around her, si mtu akifiwa, si wana wako karibu na yeye, au walikuwa marafiki zake. Unajua huwezi mpea deni kama unijui. Unaweza enda kuomba deni, huwezi enda kuomba deni. Kumaanisha huyu ambaye alikuwa ameomba deni alikuwa rafiki ya mume wake. And those were the people that were supposed wakuje wame-encourage, lakini hawaku-encourage. Alikuja kudai deni yake, akithreaten kuuza wana wake. Tunaona ya kwamba vile tumesema that not everybody around you atakuwa your blessing. Yes, you don't depend on them. Kwa sababu kama tamani hawa ndio wapee comfort, na hawa ndio wanamletea matisho ya kumuondolea huyu mwana, lakini she took the best step. She went to Elisha. What step are you willing to take this morning? Ni hatua gani wewe kama wewe mwenyewe uko willing, niko katika hii situation, nitachukua hatua gani? Tunaona pia she was willing to drop the garment of shame. Unajua pengine huyu mume wake alikuwa anajulikana vizuri, kwa sababu hata Elisha hakuulizia lisani yake gani. Meaning huyu lisani yake mwenye alikuwa anajua vizuri. So yeye akaona I will drop this shame ya kukua mbele. Lakini alipewa moja, enda door to door, muombe vessels. Nisaidie mtungi. Na pengine wale anaenda kuomba walikuwa wanajua huyu anajiweza. Sasa leo amekuja kutuomba mtu, pengine hata alikuwa anasema tusaidie tu, tupe. Lakini yeye aliogopa hiyo shame, na baada
tunaambiwa baada ya kuuza aliweza kulipa deni. Na tuseme status yake, yaani vile alivyojulikana, maybe karejesho. Si kweli? Vile alikuwa anajulikana kama mama mzuri, ikakuwa restored. Kwa hiyo siku ya leo, once you take a step and you have faith in God, you drop the garment, you follow Christ, your status shall be restored. Kwa hiyo ukichukua hatua, utafurahia kurejeshwa na Mungu. Mimi sijui asubuhi ya leo ni nini hiyo unaona ya kwamba ni ngumu sana, lakini Biblia inasema ya kwamba nothing is too hard. Biblia inauliza ya kwamba ni jambo gani hili ambalo ni ngumu. Bwana anauliza ya kwamba ni nini hilo ambalo mkono wangu hauwezi fanya. Ni nini hilo ambalo masikio yangu hujaniambia, kwa sababu anasema masikio yake hajazibika kuyasikia. Kumaanisha ni sisi hatujachukua hatua. So tunapomaliza tusome Psalms 86. Psalms 86 verse 5. Tuseme. Psalms 86, 5. Zaburi 86 mstari wa 5. Nasema, kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wakuitao. Ee Bwana, umesikia maombi yangu, usikilize sauti ya dua zangu. Siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana utaniitikia. Amen. So, Zaburi hapa anasema, Daudi anasema ya kwamba ati wewe Mungu ni mzuri na wewe ni Mungu wa kusamehe. Ya kwamba wewe upendo wako ni mkuu kwa wale ambao wanakuita. Sasa mimi sijui ni nini unaona ikiwa limitation. Unajua katika generation ya sasa, pengine unaweza kuwa kuna kitu ulifanya, unaona hii dhambi imekufunga sana. Lakini Zaburi anasema ya kwamba you are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call on you. Kwa hiyo kuna step hapa lazima wewe uchukue ya kumuita Bwana. Na inasema ya kwamba hear my prayer, O Lord, listen to my cry for mercy. In the day of my trouble, I will call you, for you will answer. Kwa hivyo, what confidence do you have? Je, una ile ujasiri ya kwamba nikimuita Mungu atanisikia? Ni huyu Mungu anaweza kunisamehe. Huyu Mungu anaweza nikomboa. Huyu Mungu anaweza niwezesha kuninua, kunipeleka katika kiwango kingine. Sijui, lakini huyu Mungu anaahidi ya kwamba yeye ukimuita atakusikia. Anaahidi ya kwamba wakati utatembea na mimi nitakusikia kwa kila jambo. Ni sisi huwa tunajiwekea limitation. Isaiah 41:9 inasema, I took you from the end of the earth, from the farthest corner I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So, anamwambia ya kwamba nilikuchukua kutoka mbali, nikakuita na nikasema wewe ni mtumishi wangu,
nimekuchagua na I have not rejected you. Na verse inasema, kwa hivyo usiogope, niko pamoja na wewe. Do not be dismayed, I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. So sisi hatutaenda kwa Mungu, ni sisi hatutachukua hatua ya yenye wewe unahitaji. Ni wewe utaambia Mungu what you need, na wakati utamwambia what you need, he is willing to restore you. Bwana wabariki.